Niombe tuweze kujifunza na kutafakari ujumbe ambao Mungu ameachilia ndani yangu kwa ajili yako siku hii ya leo. Na somo hili niombe ukiweza uweze kuandika. Usipoweza kuandika, kama huna cha kuandikia, tumia hata simu. Ukishindwa kabisa, ukifika nyumbani, ingia YouTube channel, Instagram, Facebook, TikTok, andika Mwalimu Isaac Elisha, utalipata somo hili. Amen. Na utapata pia na masomo mengine. Ujumbe ambao Mungu amenipa kwa ajili yako siku ya leo una kichwa kinachosema mbinu za kutoka na kushinda nyakati ngumu kimaisha. Mbinu za kutoka na kushinda nyakati ngumu kimaisha. Mbinu za kushinda na kutoka katika nyakati ngumu kimaisha. Nyakati ngumu kimaisha maana yake nini? Nyakati ngumu kimaisha ni vipindi ambavyo mtu hupitia, yaani changamoto, majaribu, mateso au hali zinazomletea huzuni, maumivu na kukata tamaa kwa wakati mwingine. Lakini nyakati hizi za maisha zinaweza kujumuisha matatizo hata ya kifedha, matatizo katika ndoa, matatizo katika huduma, matatizo ya kibiashara. Hizi zote ni nyakati ngumu. Naweza kutokea nyakati ngumu katika familia, aidha hauelewani na ndugu zako, saa nyingine watoto wako, hakuna maelewano mazuri. Hizo pia ni nyakati ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati hizi ngumu kimaisha zinapotokea, mara kadhaa watu wengi huanguka, kama wanadamu huanguka. Lakini nyakati ngumu kimaisha katika ulimwengu wa roho zina maana kubwa sana. Anasema katika Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari ule wa 33, anasema ya kwamba hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ulimwenguni mnao dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Hiyo ni Yohana 16 mstari wa 33. Lakini pia anasema katika Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 na wa 3, anasema ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Anasema hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkianguka katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Nyakati ngumu kimaisha katika ulimwengu wa roho hazina maana mbaya. Nyakati ngumu kimaisha katika ulimwengu wa roho ni nyakati ambazo unainuliwa, ni nyakati ambazo unapimwa imani yako, ni nyakati ambazo unapimwa kiwango chako cha kuchuja mambo na kupambanua mambo. Lakini katika ulimwengu wa mwili, nyakati ngumu kimaisha mara nyingi tunaona ya kwamba hazifai, lakini katika ulimwengu wa roho nyakati ngumu ndio kipimo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na napokufundisha somo hili, niombe uende moja kwa moja kwenye maisha yako, ufikiri ni wakati upi, ni nyakati zipi ulizomo ambazo ni ngumu katika maisha yako. Alafu tunapoendelea kujifunza hizi mbinu za kutoka au hizi mbinu za kushinda hizi nyakati ngumu, uweze kuelewa namna ya kutoka hapo ambapo umekwama. Mbinu ya kwanza ya kutoka au ya kushinda nyakati ngumu kimaisha ni kumtegemea Mungu kwa njia ya maombi. Mbinu ya kwanza ya kutoka au ya kushinda
nyakati ngumu kimaisha ni kumtegemea Mungu kwa njia ya maombi. Kumtegemea Mungu kwa njia ya maombi. Mbinu ya kwanza ya kutoka au ya kushinda katika nyakati ngumu za maisha unazopitia ni kumtegemea Mungu kwa njia ya maombi. Taandika Wafilipi sura ile ya 4 na mstari ule wa 6 na wa 7, na utaandika Mathayo sura ya 26 na mstari ule wa 41. Anasema katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7, anasema kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Msijisumbue katika kila neno, bali katika kila neno mfanyalo muwe watu wa kusali na kuomba. Lakini katika Mathayo 26 mstari wa 41 anasema, kesheni mkiomba, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Kwa hiyo njia ya kutoka katika nyakati ngumu kimaisha, njia ya kutoka katika changamoto ambazo unapitia kimaisha, njia ya kwanza ni kumtegemea Mungu kwa njia ya maombi. So unakuwa mtu wa kuomba katika nyakati hizo, unakuwa mtu wa kuomba kabla ya nyakati hizo. Hapa anasema katika kila neno kwa kusali na kuomba haja zenu na zijulikane. Maombi ni nini? Maombi ni mawasiliano kati ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu katika ulimwengu wa roho. Maombi ni nini? Maombi ni picha unayobeba baada ya kuomba au wakati wa kuomba. Unaomba nini? Unamwambia Mungu nini? Ahadi ya Mungu kwako, anasema aombaye upewa. So unapoingia kuomba unatarajia kupokea, na kuomba ni agizo la kiungu ndani yako. Amesema leteni haja zenu zenye nguvu. Amesema katika ile Yeremia 33:3, niite nami nitakuitikia, takuonyesha mambo makubwa na magumu usioweza kuyajua. Haya mambo unayapata wapi? Katika maombi. Uko katika nyakati ngumu, unawezaje kutoka? Unawezaje kupata mlango wa kutoka? Ingia katika maombi. Sikiliza, Mungu anajifunua katika sala. Sikiliza, Mungu ni roho. Katika Yohana 4:24, Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kama Mungu ni roho, unapoingia kwenye maombi, haya ni mawasiliano katika ulimwengu wa roho. Kwa ili aweze kukusikia na kukujibu, lazima ujikonekti katika ulimwengu wa roho. Ili uweze kutoka kwenye hali unayopitia ngumu ya kimaisha, ni lazima uzame rohoni. Haujazama rohoni katika kuomba, haujatoka kwenye shida. So unatamani kutoka katika wakati uliopo, lazima uombe. Unamkumbuka mtu mmoja anaitwa Hana katika kile kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 1 na mstari wa 10 hadi wa 20. Huyu Hana alikuwa hana mtoto, so alipitia nyakati ngumu kimaisha. Alitengwa saa ingine na wale mawifi na mashemeji na ndugu kwa sababu hana mtoto, lakini mke mwenza Penina alikuwa na mtoto. Huyu Hana ili atoke kwenye kifungo, ili atoke kwenye wakati mgumu, alifanya nini? Ukisoma kwenye kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 1 mstari wa 10 hadi wa 20, unaona Hana akijihuzurisha kila siku madhabahuni kwa Bwana katika kuomba. Hii ndio mbinu ambayo ilimpatia Hana mtoto. Sijui ni wakati gani unapitia na unaweza kutoka hapo. Ingia kwenye maombi. Anasema katika Yeremia
ile sura ya 17 mstari wa 5 hadi wa 7, anasema amelaniwa mtu yule anayemtumainia na kumtegemea mwanadamu, lakini amebarikiwa mtu yule anayemtumainia Mungu na kumtegemea Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tuko pamoja? Wangapi tunaelewana? Hili ni darasa, endelea kuandika. Kwa hiyo unapoomba unamjulisha Mungu kwamba una uhitaji. Unapoacha kuomba unamwambia Mungu kwamba mimi ni mtoshelevu. Na unapoacha kuomba maana yake umepingana na amri au na sheria ya Mungu kwa watoto wake, maana ametuagiza tuombe. Anasema enyi wenye kumwita Bwana msiwe na kimya. So unapofika mahali ukawa na kimya, maana yake umetosheleka, una kila kitu. Unapofika wakati ukaanza kuomba, maana yake wewe ni mhitaji. Huwezi kumsaidia mwanao kitu kama hajakuomba. Anapokuomba ndipo anapodhihirisha uhitaji alionao, na ndipo unapopata wakati wa kumsaidia. Anaposhindwa kuomba, anaashiria zile shida alizonazo, hata kama unaziona anaweza akapambana nazo na akatoka. Lakini jambo la pili,